Yes. Tuko tayari kwa mshiriki anayefuata? Yes. Huyu bwana anaitwa Isaiah Stefano. Isaiah Stefano, make some noise kwa Isaiah Stefano. DJ, chenzetu tumlete Isaiah Stefano. Asante sana DJ. Asante sana bwana, ni Isaiah Stefano. Tunaomba tumpe dakika zake tumsikilize nini ambacho anacho usiku wa leo. Chenzetu. Bwana mambo vipi? Bwana mambo vipi? Kiuhalisia mavazi yao yalitangazwa na wazee wa zamani. Walikuwa wakipita mitaani kwetu kwa nasikia fataki. Walikuwa wanavaa mavazi haya. Sasa akipita mtaani kwenu kuna namna wazazi wanawaficha watoto wa kike wasionekane na wale wazee. Alafu walikuwa wanawachagua mabinti. Hawanaangalia binti asiyokuwa na komwe, wanamfuata. Mwenye komwe wanamuacha. Sasa haya mavazi yakawa maarufu sana. Kiukweli ya mavazi ndio mavazi halisia ya Tanga. Kwaona mimi ni mzawa wa Tanga nimevaa, msije mkaniita fataki. Nimevaa tu kwa leo. Bwana kila kitu kinachofanywa huwa kinafanywa kwa akili, si ndio? Sasa mimi bwana nimesoma. Nimesoma kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4. Lakini bwana kipindi cha primary kuna rafiki yangu mmoja alikuwa mjuaji sana. Alikuwa anaitwa Side. Sasa yule bwana walikujaga watu wa malaria wale, wakawa wanatupa elimu kuhusu malaria, tujikinge na mbu. Wale bwana wakatupa neti tujifunike. Sasa kwa sababu Side ni mjuaji sana, wakachukua ile neti akaenda nayo nyumbani kwao, akampa mama, akamwambia bwana tumeambiwa tujifunike. Kesho yake asubuhi huwa tunawahi namba, tunajua saa 12:30, saa 1 namba inahesabiwa. Bwana tukamwona Side anakuja na chandarua amejifunika anatembea namna hii. Tukao tunamuuliza Side vipi? Akasema kwa nini jana hamjasikia tangazo? Tujifunike tujikinge na mbu. Mimi nimejifunika ili nijikinge na mbu. Sasa bwana tunajua sisi wanaume tukikaa huwa tunaongeaga vizuri sana. Ile oi mambo vipi safi. Lakini wanawake tunawajua. Sasa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ni mtu wa Zanzibar. Halafu bodyguard wake ni wa kike. Sasa hivi mnajiulizaga huwa wanaongeaga vipi wakikutana wawili. Sasa ndio ile anasema shoga yangu nikwambie kitu basi nikwambie si Sadeki. Na Mama Samia anamwambia umefanya nini tena? Sadeki anasema utamchagua nani? Anasema mimi ninaye Kimea, Afredi Kimea nitamchagua, wanataka hawataki nitamchagua tu. Kwa hiyo hayo ndio mambo wanawafanyaga wanawake kwa sababu wanawake tunawajua ni wazee, yani ile shoga yangu zipo nyingi na yule ni rais, hapo ni kiongozi wa kike kabisa. Sasa bwana tunawafahamu wajomba. Unajua mtu akiwa hana hela siku zote huwa anajiweka sehemu nzuri, haonekane mwenye pesa, si ndio? Sasa wajomba bwana tukiwa wadogo tunakumbuka tunaambia wajomba bwana tunaomba hela au naomba hela. Sasa ili afiche kwamba asionekane kwamba hana hela, huwa anafanya namna hii. Anajisearch. Alafu baadaye anakuuliza, "Si upo mpaka jioni?" Ukishasema ndio nipo mpaka jioni, imekula kwako, umuoni tena. Huyo ni mjomba. Bwana mimi nimeishi maisha ya uswahilini sana. Sehemu moja panaitwa Duga Maforoni. Wapo wazee wanaovaa hivi sana. Pale uswahilini bwana huwa tunanuaga ugomvi sana mara nyingi. Sasa dada yangu bwana alitoka Kenya akaja pale. Kufika mahali pale akafua nguo zake asubuhi vizuri akaenda kuanika. Akarudi ndani. Wakati ameingia ndani mimi nikatumwa kwenda dukani. Nimeenda dukani nimeleta nilivyokuwa nimetumwa. Dada anatoka nje tena anakuta zile nguo zake zimeanuliwa, yani zimesogezwa pembeni. Halafu kuna binti mmoja hivi tunamfahamu ni mwembamba sana. Halafu dadangu alikuwa bonge. Yule binti ameinua zile nguo za dada hapo akaanika za kwake. Sasa dada akawa anauliza, "Aliyefanya hivi ni nani?" Tukasikia mtu anacheka huko ndani. Na siku nyingi sijaona kituo cha polisi." Sasa dada akaona sasa hapa tukifanya la kufanya huyu anaweza akatusababishia matatizo. Bwana Kizungu tunachosoma darasani sio sawa tunachokitumia, si ndio? Mimi bwana wakati niko form 3, hii ni true story. Wakati niko form 3 bwana nasoma boarding. Nilienda bwana kanisani. Kufika pale bwana nikamkuta jamaa mmoja amekaa pembeni. Akaniambia, "Bwana samahani, mimi nimekuja na Biblia yangu ya Kizungu.
Sasa naomba uitumie wewe hii, alafu mimi nipe ya kwako, kwa sababu nilikuwa nimevaa uniform. Sasa wakati mchungaji anaendelea kuhubiri, akasema fungua Kumbukumbu la Torati. Jamani, niwaambie ukweli tu usiopingika. Kumbukumbu la Torati kwenye Biblia, kunitafuta Biblia ya Kizungu ni gumu, halionekanagi. Nilijaribu kutafuta kuanzia mwanzo mpaka mwisho, Kumbukumbu la Torati limeandikwa wapi? Kiukweli sikulipata. Nikamrudishia tu yule bwana Biblia yake, hapo nikamwambia sawa, mimi naomba tu nitumie ya kwangu, hii ya kwako imenishinda. Sasa niwape ya mwisho. Mabinti mnaotongozwa, sawa, hata kanisani muangalie na namna ya kukataa. Kuna binti mmoja alikuwa amekaa nyuma na kijana mmoja akawa anamtongoza. Akamwambia bwana, mimi nakupenda. Akamwambia bwana, mimi sitaki. Jamaa akamwambia na mimi nakupenda. Binti akamwambia kwa nguvu, bwana, mimi sitaki. Mchungaji ikabidi sasa asimamishe mahubiri na wale waumini wote wakaangalia nyuma. Jamaa akaona pa kujitetea ni wapi. Akasema sasa mimi nakuambia uokoke, wewe hutaki. Mpokee Yesu. Watu wote amen. Asanteni sana.